Sehemu ya 4. Safari ya kwenda Ilala. Hatukuwa na muda wa kupoteza. Musa, Daudi na mimi tuliamua kuelekea Ilala usiku ule ule. Tuliamua kutafuta nyumba ya zamani ya Bi Mwajuma ili kupata majibu. Barabara zilikuwa za matope kutokana na mvua na baridi ilikuwa ikikakika mifupa. Tulitembea kwa saa nzima, tukivuka maeneo ya giza na vichochoro vyenye harufu ya maji yaliyotuama. Tulipofika Ilala, tulijikuta tukiwa mbele ya nyumba kubwa ya zamani iliyokuwa imefunikwa na magugu na miti ya mwituni. Mlango wake ulikuwa wazi, kana kwamba ulitualika kuingia. Tulikuwa na wasiwasi, lakini nguvu fulani isiyoelezeka ilitusukuma kuendelea. Tulipoingia ndani ya nyumba, mazingira yalibadilika tena. Kulikuwa na harufu ya maua yaliyochanganyika na harufu ya uvundo wa kitu kilichooza. Kuta zilikuwa na maandishi ya ajabu yaliyoandikwa kwa damu, na tulisikia sauti ya mwanamke ikilia mbali, sauti ambayo ilinifanya kuganda kwa woga. Sauti ile ya mwanamke ikilia ilianza kupungua polepole, kama vile ilikuwa ikitutega tu. Daudi aliongoza njia akiwa na panga dogo mkononi, huku Musa akiwa nyuma yangu akihema kwa hofu. Nilijaribu kuwa shupavu, lakini hisia mbaya zilinitawala, kama vile tulikuwa tukiingilia mahali ambapo hatukupaswa kuwa. Mbele yetu kulikuwa na chumba kilichojaa viti vya mbao vilivyovunjika na makabati yaliyooza. Katikati ya chumba kulikuwa na meza ndogo, na juu yake palikuwa na picha ya zamani iliyochakaa ya mwanamke mrembo akiwa amevaa shela la harusi. Ilikuwa wazi kuwa huyo alikuwa Bi Mwajuma, lakini sura yake ilikuwa tofauti na ilivyokuwa kwenye picha ya Daudi. Macho yake yalionekana kuwa hai, kana kwamba yalikuwa yanatotazama. Musa alisikika akisema kwa sauti ya kutetemeka, "Hili ni kosa, hatupaswi kuwa hapa. Kuna nguvu nyingine hapa na si nzuri." Nilihisi hofu kwenye sauti yake, lakini kabla hatujajibu, mlango wa chumba kile ulijifunga kwa kishindo kikubwa. Mwanzo wa hofu halisi. Sauti nzito ya mlango ilitufanya tushtuke. Daudi alikimbilia mlango na kujaribu kuufungua, lakini ulikuwa haujakwama kwa kawaida. Nilihisi kama kuna kitu au mtu aliyetufungia mle ndani. Mara